السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu, leo ikiwa ni lailatul jum'a, tuna muhadhara wetu ambao tuliahidiana kwamba ni mwendelezo wa rudud dhidi ya Sheikh Yusuf Diwani, Allah amuongoze yeye na sisi. Lakini ayuha nas, miongoni mwa vikao vyenye baraka, vikao vyenye kheri, ni vikao vya kuisoma ilmu na kujifundisha dini ya Allah jalla wa ala. Walau alima an-nas ma fi hadhihi al-majalis la atawha walau habwan, lau kama watu wangejua yanayopatikana katika vikao kama hivi vya ilmu, wangevijia ijapo kwa kusota. Mtu kakatoa miguu yake akapelekwa machela mpaka kwenye majalis za ilmu. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui fadhila za kukaa katika vikao vya ilmu. Huenda ukakaa katika vikao vya ilmu ukasikia maneno ambayo ni sababu ya kuingia katika janna, kwa sababu mabadiliko ya Waislamu na ustawi wa Uislamu unapatikana katika vikao vya elimu. Watu wanapatikana tabia mbaya walizokuwa nazo, mazoea waliokuwa nayo, na ada mbalimbali zisizokuwa za dini, kwa sababu ya kujifunza elimu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuallimana alkitaba was-sunnah wa in kunna min qabl la fi dhalalin mubin, ili atufundishe sisi Qur'an na Sunna. Na kwa hakika tulikuwa kabla ya ujio wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuko katika upotevu wa wazi, na haya ameyasema Allah jalla wa ala katika suratu Al-Imran, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hakika Allah ameneemesha juu ya waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, wakati alipopeleka mjumbe atokanaye na wao, yatlu alaihim ayati, anazisoma juu yao aya zake Allah, wa yuzakkihim, na anawatakasa wao, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha wao Qur'ani na Sunna. Hilo ndio lengo kuu la ujio wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika walikuwa kabla ya ujio wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako katika upotevu wa wazi. Kwa hiyo ilmu ni kitu kikubwa, na vikao vya ilmu vina baraka. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, majtama'a qaumun fi baiti min buyuti llah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, ikawa wanakisoma kitabu cha Allah na wanafundishana katika kitabu cha Allah yaliyopo baina yao,
katika jambo lao la dini ya Uislamu, illa nazalat alaihimus sakina, isipokuwa hushuka juu yao utulivu ambao haumithiliki. Mtu anajihisi raha ya nafsi yake anapokaa katika vikao vya ilmu, hali ya kuwa na ikhlas, amekusudia kupata ilmu na fawaid. Allah akamsaulisha mambo yote ya kidunia, akawa anaifikiria akhiratu, kumpa utulivu ambao unatoka kwake Allah jalla wa ala. Nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma, na huwafunika wao rehma ya Allah jalla wa ala. Wa haffatuhumul malaika, na malaika huwazunguka watu hao. Wa dhakarahumullahu fi man inda, na Allah huwataja kwa khairi kwa wale walioko kwake katika malaika. Almalaikatul muqarrabun, ambiangalieni waja wangu hawa wanavyonitaja. Nasallallahu yaj'alana minhum. Kwa vikao kama hivi ni vikao vyenye khairi. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, kama mnakumbuka katika khutba zilizopita, khutba 3, ikiwa tunamjibu bwana mmoja akiitwa Yusuf Diwani, Allah muongoze, atuongoze sisi, athibitishe juu ya haki na atufishe juu ya haki hii. Tulikuwa tukizungumzia jambo la uluullah subhanahu wa ta'ala, sifa ya kuwa Allah juu ya arsh, na kuwa Allah yuko juu ya viumbe wote. Allah yuko juu ya mbingu 7, Allah yuko juu ya arsh, yuko juu ya kila kiumbe. Tukalieleza hilo kwa ufafanuzi ambao kwa wale waliohudhuria kwa kiasi fulani walielewa. Miongoni mwa mambo muhimu ya kuyajua ni haya: kujua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizojisifia yeye mwenyewe nafsi yake, ni jambo la muhimu, na ndio maana ahlul ilmi wametunga vitabu mbalimbali vya kuyaelezea hayo. Ndugu zangu Waislamu, mambo kama haya ya kuanza kuelezea suala la uluullah au sifa za Allah kwa ujumla na kiminyano baina ya Waislamu, mambo haya hayakuwepo katika zama za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao walikuwa ni Waarabu khullas na walielewa Kiarabu. Walipoambiwa yad, kwamba Allahu lahu yadan, kwamba Allah na mikono miwili, wao walikuwa washaelewa kwamba Allah na mikono miwili, kwa maana ya mikono miwili. Allah yuko juu ya arsh, wao waliamini na kuelewa kwamba Allah yuko juu ya arsh. Walipoambiwa Allah ana macho, walielewa kwamba Allah ana macho. Lakini katika vitu ambavyo hawakujishughulisha navyo kwenye akili yao, namna gani sifa zake hizo, hilo jambo hawakujishughulisha nalo wao, kwa sababu walijua huyu anaelezewa pia hawamjui ukubwa wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye amejisifia tu kwamba Allahu akbar, Allah ni mkubwa zaidi, lakini hakuelezea ule ukubwa wake ukoje. Ikiwa hakuelezea ukubwa wake ukoje, basi hatuna haja ya kuhoji kwamba je, macho yake yakoje, mikono yake ikoje, au mikono yake ikoje. Hawakuweza kuhoji hilo, kwa sababu walielewa kwamba anayezungumziwa ni Allahu rabbul alamin, Allah mlezi wa viumbe vyote. Na ndio maana wao walizipitisha sifa kama zilivyokuja, wakazibakisha katika maana yake ile ambayo amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kama tulivyoeleza katika khutba, alikuwa akisema amirruha kama jaat, zipitisheni ayat na ahadithi za sifa kama zilivyokuja, pasi min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala tamthili wala takyif, pasi na kuzigeuza, kuzipindisha maana, wala kuzitoa maana nje ya maana ya dhahiri yake. Msifanye hivyo, wala msilete mfano kwamba ikiwa mkono, Allah na mikono basi ni kama yetu. Haitakikani kwa hivyo. Ikiwa Allah yuko juu, basi yuko juu kama kilivyokuwa kitu fulani kiko juu. Hilo maswahaba hawakusema hivyo hata mmoja, na wao waliziamini hizo aya na wakaamini kwamba kullu min indi rabbihim, zote zinatoka kwa Mola wao Allah jalla wa ala. Lakini matatizo yalikuja kuanza kwa mtu mmoja anaitwa Ja'du ibn Dirham. Huyu bwana huyu ndiye mtu wa kwanza kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala,
alipoanza kuzitia katika akili yake na kuzitafakari kwamba sasa mimi naona Allah akiwa ana mikono basi kama yetu tutakuwa tumemfananisha Allah. Akapinga. Naona mimi tukisema Allah ana macho tutakuwa tumemfananisha na viumbe. Kwa hiyo akapinga. Kwa hiyo akawa anasema lam yakhluqillahu Adama biyadi, Allah hakumuumba Adam kwa mkono wake. Wa hakadha, akawa anapinga. Lakini mtu huyo kwa sababu kipindi hicho kilikuwa cha uhai wa Uislamu, aliuliwa mtu huyo, alichinjwa na Khalid ibn Abdullah aliyekuwa mtawala wa Iraq. Huyu bwana, huyu mtawala alisimama katika siku ya Udhiya tarehe 10 ya Dhulhijja, akasema ilikuwa mwaka 124 ndio mwaka aliouliwa huyu Ja'd bin Dirham. Asema ayuhan nas, enyi watu, dhahu taqabbala Allahu dhahayakum, chinjeni vichinjwa vyenu vya udhiya, Allah akubalieni vichinjwa vyenu. Fa inni mudahhim bil Ja'd ibn Dirham, mimi ni mwenye kumchinja huyu Ja'd ibn Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahima khalila, kwa sababu yeye amedai kwamba Allah hakumfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi. Walam yukallim Musa taklima, wala hakumzungumzisha Musa kumzungumzisha. Ta'ala Allahu amma yaqulu al-Ja'd uluwan kabira, ametukuka Allah, amepukana na Allah subhanahu wa ta'ala kuepukana yale ambayo ameyasema Ja'd, kutukuka kuliko kukubwa, mpaka mwisho wa hutuba yake. Kisha akateremka akamchinja Ja'd ibn Dirham na Waislamu wakishuhudia kwa sababu ya jambo baya alilokuja nalo. Lakini tufahamu kwamba mtu akileta athari katika jamii leo, hata mtu akisimama akasema mimi ndio Mungu wenu, kuna watu watamkubalia. Hapa Makorora hapa atokee fedhuli mmoja aseme mimi bana ndio Rabbul Alamin, pengine atumie mambo ya sihiri na nini, kuna wafuasi watamfuata. Atokee mtu ajiite nabii, kama tunavyosikia baadhi ya watu wanajiita manabii, kuna watu watamfuata kwa sababu pengine ana pesa au kuna vitu anavyo katika mambo ya miujiza ya kishetani, kuna watu watamfuata. Huyu bana alifuatwa na mtu mmoja anaitwa Jahmu ibn Safwan, akachukua fikra zake hizo, na yeye kadhalika akauawa mwaka 128. Na yeye akaja anapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa madai yake anasema Allahu fi kulli makan, Allah yuko kila mahala. Kwa sababu ya Allah anasemaje, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawawi kikundi cha watu watatu wanaonong'ona isipokuwa Allah ni wanne wao. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala hawawi watu watano wanaonong'ona isipokuwa Allah ni wasita wao. Wala adna min dhalika wala akthar, wala hawawi kikundi chini ya idadi hiyo wala zaidi ya hapo. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, isipokuwa Allah anakuwa pamoja nao popote walipo. Akawa anasema Allah yuko kila mahala, lakini yeye aliuawa, lakini akazalisha vikundi vya watu. Ikawa kila zama zinavyokwenda wanasalikana wapya, wakaja wengine wanaodai kwamba Allahu mawjudun bila makan, wakakhalifiana na Jahm bin Safwan kwamba Allah yupo kila mahala. Nao ni Ash'ari ambao wanajinasibisha kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, na yeye alitubia na akaacha msimamo huu na akafa juu ya sunna na msimamo wa salafu salih. Kwa hiyo lakini pamoja na hayo akaacha athar kwa watu ambao ndio mpaka leo wanatusumbua katika miji yetu, kama Yusuf Diwani amechukua fikra hizo katika vitabu vya watu ambao walimfuata al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ghafarallahu lahu wa rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo maswahaba wao walitakasika, na ndio maana sisi tunalazimishwa na sheria na kuwalingania watu kufuata madhhabi ya salaf. Katika ufahamu wetu hutakiwi kuzisoma ayat ukazitafsiri kwa rai yako ukasema mimi naona hapa pako hivi. Inatakiwa urudi kwa mashekhe zako wa kwanza wa kale, na hakuna shekhe kama maswahaba. Kwa maana wewe vivyo utakapokuwa shekhe lazima elimu yako iende kwa maswahaba. Huwezi kuisoma Qur'ani wewe isipokuwa utapitia kwa maswahaba. Huwezi kuzijua sunna isipokuwa utapitia kwa maswahaba. Wewe utakapofanya istinbat katika dini, maadamu ni kweli ulilolitolea istinbat, lazima itarudi an Abi Huraira, an Abi Bakr as-Siddiq, an Umar ibn al-Khattab, an Abdullah ibn Umar, an Abdullah ibn Abbas, an Ali na wengineo. Lazima jambo lako lirudi huko. Kwa hiyo sisi tukakalifishwa na sheria kwamba ni lazima tufuate ufahamu wao
vile walivyofahamu. Wao walielewa vipi hizi ayati za sifati? Ndugu zangu Waislamu, mtu yeyote anaidai kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuzijua ayati za sifati, huyo ni mrongo katika madai yake, kwa sababu wao Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa ajili ya kuifundisha Qur'ani na akawafundisha wao, na tukaambiwa katika Qur'ani kwamba ni lazima tuzizingatie ayati. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabu tumekiteremsha kwako wewe, hicho ni kitabu ambayo ni Qur'an, tumekiteremsha kwako wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni chenye kubarikiwa. Lengo la kukiteremsha liyadabbaru ayati, ili wazizingatie aya zake. Sasa vipi watu watazingatia ayati na hali ya kuwa hawajui maana zake, na hali ya kuwa Qur'an imejaa ayati za sifati, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, alafu atokee mtu aseme kwamba aya za sifa hizi tunaziacha kama zitulivyo, haziruhusiwi kuelewa kujua maana yake, kwa maana zaachwa hivyo hivyo. Kusema istawa, unasema istawa, wafanya tafwidh, kwa sababu katika misingi waliokuwa nayo Ash'ari wanasema katika maneno waliyosema kwamba wa kullu nassin awhama tashbiha, kila nasi yoyote ambayo inadhanisha kumfananiza Allah subhanahu wa ta'ala, au wilhu au fawid wa rum tanziha, wewe iawil aya hiyo, kwa maana ilete maana ya isiyokuwa ya dhahiri yake, ndio maana ya ta'wili wanayokusudia wao. Au fawid, au egemeza maana yake kwa Allah kwamba Allahu a'lam, wasema arrahmanu ala al-arshi istawa, Allahu a'lam, Allahu lahu yadani, Allahu a'lam, wa hakadha, kwamba wewe sema Allah ndiye anayejua zaidi, mimi sijui. Warum tanziha, na kusudia kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi huu ni wa Ash'ari na umetolewa na Ash'ari tena miaka ya 1000 na yani hakuna salafi hata mmoja aliyekuja na msingi huu zaidi ya Ibrahim al-Laqani, ndiye aliyekuja na msingi huu katika kitabu chake Jawharatut Tauhid, ndiye aliyekuja na msingi huu. Sisi tuwauliza, huu msingi ni salafi gani aliyewatangulia akaja na msingi huu katika maswahaba au tabi'un au atba'u tabi'in? Ni nani katika wao aliyekuja na msingi huu? Hawezi kuleta majibu. Lakini kadhalika Allah jalla wa ala anatuambia wa anzalna ilaika dhikra, na tumeteremsha kwako wewe Qur'an, litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa kwao. Ndio malengo makuu ya Qur'an, ili Mtume sallallahu alayhi wasallam aibainishe kwa watu kile ambacho kimeteremshwa kwao. Vipi utasema aya za sifati Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzibainisha kwa watu? Inawezekana vipi? Ni jambo halikubaliki mbele ya al-sunnah wal jamaa. Bali Allah yaqul afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi hawazingatii hii Qur'an, walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau kama ingekuwa inatoka kwa asiye kwa Allah wangekuta ikhtilafu nyingi. Allah akawaambia afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi hawaizingatii hii Qur'an. Vipi mtazingatia Qur'ani hali ya kuwa hamjui hiyo Qur'an? Inawezekana vipi? Ni jambo haliwezekani. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainishia aya, ikafikia hatua maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aya hata moja atakayosoma wewe isipokuwa wanajua ilishuka wapi na kwa nini imeshuka na ni lini imeshuka na maana yake ni nini. Walizijua kila aya zilizoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika kuonesha kwamba hizi aya zinajulikana maana zake, aya za sifati zinafahamika maana zake, ni maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala alipokuja yule mzushi akamuuliza kaifa stawa, namna gani Allah yuko juu ya arshi. Kwa maana huyu mzushi alikuwa anajua kwamba arrahmanu ala al-arshi stawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi, lakini alikuwa anauliza ni ipi kaifia ya uwepo wa Allah juu ya arshi, kwa maana alistiwa'u ghairu majhulin, istiwa si kitu ambacho hakijulikani bali inajulikana kwa Waarabu. Kisema istawa bimaana ala wartafa. Lau kama angekuwa hajui maana yake angeuliza ma maana istiwa, ni nini maana istiwa, akauliza kaifa stawa,
namna gani Allah yuko juu ya arsh. Imam Malik akamjibu akamwambia alistiwa'u ghairu majhulin, istiwa sio kitu ambacho hakijulikani, wal kayf ghairu ma'qulin au ghairu ma'lumin. Imekuja riwayat tofauti, na kaifa haijulikani, wal imanu bihi wajib, na kuamini istiwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib, wasualu anhu bid'a, na kuuliza kaifia kwa namna gani Allah yuko juu ya arsh ni jambo la bid'a. Kadhalika juu ya kuonyesha kwamba salaf walikuwa wanajua maana ya ayat za sifat za Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno ya Abu al-Aliya Rafi' ibn Mihran al-Basri aliyefariki mwaka 90. Huyu anasema istawa ila as-samaa bimaana irtafa. Istawa ila as-samaa kwa maana yake ni irtafa. Ampokea Imam Ibn Battah katika al-Ibana rahimahullahu ta'ala. Hii ni kuonesha kwamba walijua maana ya istiwa. Abu al-Hajjaj Mujahid ibn Jabri al-Makki, hawa ni watu wafasiri wa Qur'ani wa kale. Huyu amefariki mwaka 101. Anasema istawa ala al-arsh. Istawa maana yake ni ala al-arsh, amekuwa juu ya arsh. Ampokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa sigha ya jazm maneno haya katika Sahih al-Bukhari. Kadhalika al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala asema kana az-Zuhri, alikuwa Imam az-Zuhri ambaye amefariki mwaka 125, wa Makhul, na Imam Makhul katika alifariki mwaka 112. Yakulani, wanasema amiru al-ahaditha lima jaat, zipitisheni hadithi za sifa kama zilivyokuja. Maana amepokea Imam al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala. Na imrar, kuzipitisha ayat za sifat na hadithi za sifat kama zilivyokuja, ni kuzibakisha juu ya majulisho yake, juu ya vile ambavyo yanajulisha matamko yake, pasi na kuingilia katika kuzibadilisha maana au kuziawil, kuzitoa nje ya maana yake ya dhahiri. Na haiwi imrar, huwezi kuzipitisha maana kwa vile zilivyokuja isipokuwa baada ya kujua maana zake. Na lau kama sio hivyo, basi Qur'ani ingekuwa ni laghu, ingekuwa eti tumeteremshwa Qur'ani imejaa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alafu hatujui maana yake, basi Qur'ani ingekuwa ni puo, na jambo hilo haliwezekani. Kwa hiyo mtu anayekuja akasema maswahaba waliziacha hivyo hivyo kwa maana hawakujua maana zake, huyo ni muongo. Na anayekuja anasema, mfano kama anavyotueleza, tueleze kauli ya sahaba anayesema Allah yuko juu ya arsh. Akwali ziko nyingi, tulisoma sana riwaya Abu Bakar radhiyallahu anhu alipoelezea khutba yake, alipokuwa akielezea Waislamu kwamba ikiwa mwabudiwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi amekufa, lakini ikiwa mwabudiwa wenu ni Allah aliye juu ya mbingu basi Allah hajafa. Hizi ni kuonesha kwamba wao walikuwa hawasumbuki kuanza kutoa maelezo kama sisi, kwa sababu watu mfano wa Diwani, watu mfano wa Yusuf Diwani na mfano wake hawakuwepo. Kwa hiyo ilikuwa hakuna kiminyano, bid'a hiyo haikuwepo. Ilikuja kuanzia kwa Ja'd ibn Dirham, na yeye akaanza kupingwa vikali na salaf wakampiga vita, na kweli fikra yake wakawa wanaielezea ubaya wake, walillahi alhamdu wal minna, na ikawa ni sababu ya sisi kunukuu maneno yao kwenda kwa wale muanidun ambao ni wapinzani kama Sheikh Yusuf Diwani hadana Allahu wa iyyah. Ndugu zangu Waislamu, al-Imam Sufyan ibn Uyayna al-Makki rahimahullahu ta'ala aliyefariki mwaka 198 anatuambia katika usia wake, anasema kullu shay'in wasafa Allahu bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruhu la kayf wala mithl. Kila kitu ambacho amejisifia nacho Allah subhanahu wa ta'ala kwenye nafsi yake katika Qur'an, kusomwa kwake ndio tafsiri yake. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposema bal yadahu mabsuutatan, yasomwa hivyo hivyo, bali mikono yake Allah ni yenye kukunjuliwa. Unaambiwa wewe umeleta, kama wanachoona wanasema min ghairi tafsiri, pasi na tafsiri, si kwa Kiarabu wala Kiajemi. Maana yake ni kwamba kuanza kuleta kaifia. Sasa Allah kama ana mikono kama ya tembo, Allah kama ana mikono kama ya binadamu, ana mikono kama ya jini. Hiyo ndio maana ya tafsiri. Lakini maana yake kwamba ukisoma Allahu lahu yadani, Allah ana mikono miwili, hapa umefanya tarjama ya kueleza kutoka kwenye Kiarabu kwenye Kiswahili.
katika maneno yanatatiza diwani kwamba min ghairi tafsirin, yeye kwa sababu hayaelewi maana yake na kutosoma vitabu vya salaf, asema pasi na kuyatafsiri, kwa hiyo anabakishwa hivyo hivyo ya dani. Lakini pamoja na hayo yeye atafsiri asema quwwa, yani wao ndio wanaofanya ta'wili sasa, wakabadilisha maana yake kwamba maana ya dani hapa ni quwwatani, nguvu mbili, kwa maana Allah ana nguvu mbili, sio au nini? Tafsiri yake nyingine anataja sema quwwatani, nguvu mbili za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ana nguvu mbili, jambo haliko hivyo. Maana ya kuzibakisha katika maana zake vile zilivyokuja niko tusiletea takyif. Ndio maana anasema la kaif wala mithlu. Imam Sufyan bin Uyayna anasema hakuna kaif, namna gani Allah ana mikono miwili, namna gani Allah yuko juu ya arshi. Hayo ndio makosa yanayokataliwa katika Uislamu. Uruhusiwi kuleta kaif wala kuleta mfano kusema kama ni hivi basi ni hivi. Basi hilo ndo maana ya nini? Ndo maana ya kaif. Kadhalika al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah ta'ala faqih al-Iraqi asma ittafaqa al-fuqaha kulluhum min al-mashriq ila al-maghrib, wameafikiana mafaqih, yani wanawazuoni wa fiqh wote kutokea mashariki mpaka magharibi, ala al-iman bil-Qur'an wal ahadith, juu ya kuamini Qur'ani na hadithi, allati jaa biha athiqat, ambazo wamekuja nazo kwazo thiqat, yani watu waaminifu waliozipokea hizo ayat na kuzipokea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi sifati Rabbi azza wa jalla, katika sifa za Allah hali ya kuwa ni mshindi na hali ya kuwa ni mtukufu, min ghairi taghyirin, pasi na kuzigeuza maana zake, wala wasfin, wala kuzisifia maana zake kwamba ikiwa Allah yuko hivi ndio takyif. Sasa hiyo kwamba ikiwa Allah ana mikono basi kama ya fulani au kama ya wanadamu, hiyo ndio inakatazwa. Wala tashbihin, wala pasi na tashbihi. faman fassara al-yawma shay'an, atakayetafsiri kitu chochote leo kwa maana kuawil maana yake, yani akaleta takyif, akaleta namna au akaleta mfano, ndio tafsiri inayokusudia hapo. Asema faqad kharaja mimma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa faraqa al-jamaa, huyo atakuwa ametoka nje ya kila alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam na ametengana na jamaa ya Waislamu. Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru, kwa sababu wao hao salaf Waislamu waliotangulia na wale waliofuata njia salaf hawakusifia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakustafsiri, yani kuanza kuleta namna zilivyo kwamba ikiwa hivi iko hivi. Wao walibaki katika vile zilivyokuja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, walakin aftau bima fil kitabi was sunna thumma sakatu, lakini wao walitoa fatwa kwa kile vilivyo katika kitabu na sunna kisha wakanyamaza. faman qala biqawli jahmin faqad faraqa aljamaa, atakayesema kauli ya Jahm bin Safwan, huyu atakuwa ametengana jamaa. Liannahu qad wasafahu bi sifati la shay, kwa sababu yeye amemsifia kwa sifa ambazo hakuna kitu. Al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala amepokea maneno haya katika sunna. Kwa hiyo haya ni maneno ya al-Imam al-Shaybani, anaelezea kwamba hairuhusi kuzifasiri ukaanza kuelezea kwamba ikiwa hivi basi jambo liko hivi, ima kwa kuawil au kwa kuleta takyif au tamthili. Ndio maana tafsiri anayokusudia al-Imam rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala alikuwa akiwaelezea watu wapinzani wa sifa za Allah jalla wa ala na wanaopinga ayati na sifati, aya za sifa au ahadithi za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la nuzul. Asema waqad i'tarada ba'd man kana ya'rifu hadha ay ilma an-nujum, na hakika wamepinga baadhi ya wale waliokuwa wakilijua hili, yani elimu ya nyota, ala hadithi an-nuzul thuluth al-layl al-akhir, juu ya hadithi ya kushuka theluthi ya mwisho wa usiku. Waqala thuluth al-layl yakhtalifu bi ikhtilafi al-buldan, na wakasema ile theluthi ya usiku inatofautiana kutokana kutofautiana miji. Yani mfano leo sisi ikiwa ni usiku wa manane, basi Marekani pengine ni mchana, sio? Au sehemu fulani ndio waingia usiku, yani kutokana na kutofautiana. Fala yumkin an yakuna an-nuzul fi waqtin muayyan,
haiwezekani kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukaa katika wakati maalumu. Kwa hiyo nyinyi ahlus sunna, nyinyi mawahabi kama anavyoita bwana Yusuf Diwani, nyinyi mawahabi mkisema Allah anashuka tena kwa dhati yake yeye mwenyewe, kwa nafsi yake anashuka, kwa hiyo kwamba jambo hilo haliwezekani, kwa sababu thuluthul layl yakhtalifu biikhtilafi albuldan, kwa sababu thuluthi ya usiku inatofautiana kwa kutofautiana miji. Sasa Allah atajigawaje? Haya maneno shai kuyazungumza bwana Yusuf Diwani, na kila mzungumzaji katika muattila hawa anayezungumza maneno kama haya. Sasa sema wa ma'lumun bidharura, na linalofahamika kwa ulazima min dini alislam, katika dini ya Uislamu, qubhu hadha al-i'tirad, ni ubaya wa upinzani huu, wa anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ahu ar-rashidin, na kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake waongofu, lau sami'u man ya'taridu bihi, lau kama wangemsikia yule ambaye anapinga haya mambo haya, akaanza sasa Allah atashuka vipi kwa nafsi yake? Je, akishuka kutoka kwenye mbingu kuja kwenye wingu kutoka kwenye arshi kuja mbingu ya dunia, huko juu amwacha nani? Wangemsikia mtu kama huyu, lama nadharuhu, wao wasingeanza kufanya naye mjadala kama tunavyofanya sisi, bal badaru ila uqubatihi, bali wangekimbilia katika kumwadhibu mtu huyo. Yani mtu kama Sheikh Yusuf Diwani, Allah muongoze, masahaba wangemsikia upumbavu wake na uleta huko katika sifa, wao wasingeanza kumjadili kwamba wewe wasemaje Allah asema hivi, wangemuita na kumtandika bakora au kukatilia mbali shingo yake. Kadhalika wa ilhaqihi bi zumrati almukhalifin almunafiqin almukaththibin, na kumuunganisha pamoja na kikundi cha watu wenye kukhalifu, wanafiq, watu wenye kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab al-Hanbali amefariki mwaka 795, anaelezea madhhabi ya salaf namna walivyokuwa kwa jambo hili, kwamba wao hawakuleta ikhtilafu katika mambo haya. Kwanza kueleza sasa Allah kama anashuka, ashuka vipi? Sisi hatuwezi kukubali Allah hashuki, bali anashuka ni amri yake. Mambo hayo hayakuwepo, na akwali ziko nyingi za kuelezea mambo haya. Kadhalika al-Imam Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, Hammad ibn Zaid katika maneno ya al-Imam Ibn Rajab ametaja katika kitabu chake Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf. Kadhalika al-Imam Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala ifariki mwaka 179. Kitaja wanachuoni hawa sio kwamba ni wajuzi, kwamba sasa hivi tuko 1446, huyu amefariki mwaka 179. Tunafahamiana, hawa ndio salaf waliotangulia. Sasa yeye anasema inma yaduruna ala an yaqulu laysa fi as-samai ilah, hakika wanazunguka hawa Jahmiya, sababu kipindi hicho kulikuwa kuna kina Jahmiya, watu wanajinasibisha kwa Jahm ibn Safwan wakaitwa Jahmiya. Wao wanazunguka juu ya kusema kwao kwamba hakuna huko juu Mola, huko juu ya mbingu hakuna Mola aabudiwe kwa haki, yani al-Jahmiya, anakusudia majahmiya. Qultu, ninasema mimi, maqalatu salaf, maneno ya salaf, wa a'immati sunna, na viongozi wa sunna, yani maimamu wa sunna, bali sahabatu wallahu wa rasuluhu wal mu'minun, bali masahaba na Allah na mtume wake na waumini, anna Allah azza wa jalla fi as-samaa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu, wa anna Allah 'ala al-'arsh, na kwamba Allah yuko juu ya arsh, wa anna Allah fawqa samawatihi, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu zake, wa annahu yanzilu ila as-samaa'i dunya, na kwamba Allah anateremka mpaka mbingu ya dunia. Wa hujjatuhum ala dhalik, na hoja yao juu ya hilo, an-nusus wal athar, ni nusus katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoki nje hapo. Hivyo ndio walivyokuwa salaf. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha hilo katika Qur'an, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, amintum man fi as-samaa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu, na aya mfano wa hizo zinaelezea juu ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Zote hizi ni ayat zinazoelezea kwamba Allah jalla wa ala yuko juu ya arsh. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-samaa, hivi amniamini mimi hali ya kuwa mimi nimeaminiwa na yule ambaye yuko juu ya mbingu ambaye ni Allah jalla wa ala. Ala kulli hali zimekuja hadithi mbalimbali za kuelezea haya, na ndio maneno ya salafu salih, kama tulisema maneno ya athari ya Abubakar radhiyallahu anhu na hawa mfano wake. Huyu ni katika salaf Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala, utapata katika kitabu Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya ameyataja maneno haya Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala. Ayuha an-nas,
maneno ya salaf ni maneno mengi. Ama msingi wao hawa Ash'ari